Majina naitwa Mariamu Huseni, nipo Kigoma. Leo nimetembelea Ujiji kwa Mwajuma Musa ambaye anasumbuliwa na hali ya ugonjwa kwa muda mrefu. Leo nimekuja kumtembelea ili tufanye kidogo tumsaidie. Naomba kumsikiliza. Damwaju, habari yako? Salama. Pole sana kwanza. Shapoa. Pole sana. Nakuwa na imani Mungu atakusaidia. Amina. Hapa nimekuja nikusikilize mpaka umefikia kwenye hali hiyo, ilikuwaje? Mimi nilianza kuumwa, nikaenda hospitali wakaniambia nina uvimbe tumboni, wakaniambia inabidi kufanyia operation. Nikaenda kufanyia operation hospitali ya Kikunku. Nimekaa kama wiki moja, nilikuwa nimeenda kutolewa nyuzi, mshono ukafumuka. Siku naenda kutolewa nyuzi. Siku ulienda kutolewa nyuzi ndio mshono ukafumuka tena? Ndiyo. Mshono ulivyofumuka kaniambia inabidi niende Maweni. Nikapelekwa Maweni. Pale nimekaa miezi 7 kwa sababu nilikuwa sina uwezo nyumbani. Kwao kaniambia nirudi nyumbani. Sikushonwa wala sikufanywa na huduma yoyote ile kwa sababu uwezo hamna. Kwa hiyo pale Maweni mshono ulivyojiachia ulikaa hivyo hivyo au kushonwa tena? Sikushonwa, na kinyesi kilikuwa kinapita hapa tumboni. Kinyesi kinapita hapa kwenye ule mshono? Ndiyo. Kwa hiyo nikakaa miezi 7 tunasafishwa na choma tu na sindano zingine. Uwezo wa maisha ni mgumu nyumbani. Kwa hiyo nikawa nimeomba ruhusa, nikawa tumerudi nyumbani. Lakini hali imeendelea mpaka hivi mnavyoniona. Kwa hiyo sasa hivi toka umeanza kuugua una muda gani? Na miaka 2 naelekea 3. Mwezi wa 5 nafunga miaka 3. Nimo ndani, sina msaada wote ule. Umekaa tu ndani, hauna huduma yoyote? Haupati huduma yoyote hapa nyumbani? Hakuna, labda ikipatikana kwa kadogo ndo ananisaidia, kama hamna basi nashinda hivyo hivyo. Kwa hiyo nilikuwa naomba mnisaidie nipone na mimi ni kama watu wengine. Pole sana dada. Nijitafute maisha yangu. Nisaidieni, nateseka. Pole sana Damwaju. Kwa hiyo hapo hospitali wamesema kama kiasi gani ili upone? Sijajua kama wataomba shilingi ngapi. Kwa hiyo nilikuwa naomba mnisaidie ili niende wanishughulikie na mimi nipone. Sawa jamani, kama mnavyosikia Damwaju alivyosema kwamba anateseka sana. Kinyesi kinatoka hapo kwenye mshono. Anapata shida sana. Miaka 2 unaelekea miaka 3 mpaka sasa hivi. Kama mnavyomuona afya yake, Damwaju ningeomba kwanza ufunue hicho kitenge kidogo hapo afya yako. Kama mnavyomuona afya yake Damwaju amezorota sana jamani. Msaidie Mtanzania mwenzetu wa chochote 10,000 chochote. Msaidie Damwaju ili apate na nguvu ya kwenda hospitali akafanywe matibabu. Kama mnavyoona mazingira ya nyumbani ni hafifu sana, maisha ni magumu. Tumsaidie Damwaju apate matibabu. Damwaju pole sana, Mungu atakusaidia, kuwa na imani. Naamini kwa tulichokifanya hapa Mungu atakusaidia. Muombe Mungu atakusaidia, naamini Watanzania wamesikia, watakusaidia. Tuko pamoja. Usilie, pole sana. Sasa Damwaju, Mungu akikusaidia ukipona, una ndoto za kufanya nini yani? Wanisaidie, wanipe hata hela mtaji, naweza nikafanya biashara yoyote ile. Nahitaji na mimi nionekane kama wengine, na mimi nijulikane, na mimi nisaidie wenzangu kama venye mimi walivyonisaidia. Sawa, Damwaju akasema kwamba anataka akipona watu wamsaidie, waendelee kumsaidia, wampe mtaji, afanye biashara, amsaidie mama, wasaidie ndugu zake wana maisha magumu.
Jamani Watanzania wenzangu, kama mnavyomuona dada Mwajuma anasikitisha sana. Naombeni tumsaidie, tumshike mkono kijana mwenzetu, dada mwenzetu, tumshike mkono. Dada Mwajuma, kuwa na imani, naamini watakusaidia, wanasikia. Atakusaidia, Mungu atakusaidia. Tuombe kwanza, Mungu atakusaidia. Naamini hivyo. Sawa, nashukuru kama mkinisaidia.